jangwa lako ni lipi? Shetani atakupeleka katika jangwa gani? Au shetani atatumia jangwa gani katika kukujaribu? Tufahamu, shetani anafahamu password yako. Au vijana tungesema shetani tayari anayo kodi yako. Kwa hiyo kuwa makini na akaunti yako. Ni Jumapili ya kwanza ya Kwaresima mpendwa. Masomo yetu ya leo yanatutafakarisha kuhusu majaribu. Kwa namna ya pekee Injili ambayo inatupa majaribu ya Yesu huyu ambaye ni mwana wa Mungu na Mungu anajaribiwa. Majaribu matatu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na sura ya 3. Sura ya 2 ya 7 mpaka ya 9 na ya 3 ya kwanza mpaka ya 3. Warumi sura ya 5 ya 12 mpaka ya 19 na Mathayo Injili sura ya 4 aya ya kwanza mpaka ya 11. Leo tutafakari mambo muhimu manne. Ya kwanza, maana ya majaribu au kishawishi. Swala la pili ni majaribu ya Yesu ambayo tunayapata katika Injili katika maisha yetu. Nafasi ya majaribu ya Yesu au somo tunalolipata katika majaribu ya Yesu, uhalisia wake katika maisha yetu ya sasa. Swala la tatu ni kwa nini tujaribiwe, na swala la 4 jinsi ya kushinda majaribu yetu. Tukumbuke kwanza, kabla sijaanza hapa, kuna vitu vichache vya kunotice kwamba tunaweza tukatengeneza equation. Ukiangalia kusoma katika somo la kwanza na somo la pili, unaangalia kwamba katika safari ya mwanadamu ya ukombozi, kuumbwa mpaka kutukomboa Yesu, majaribu katika nafasi ya mwanadamu na Yesu, unaweza ukatengeneza equations mbili au magazijuto mbili. Ya kwanza tunaanza Adamu na Eva wanajaribiwa. Wanapojaribiwa wanaanguka katika dhambi, wanatenda dhambi yao ya kwanza ambayo madhara yake ni kifo. Tunafunga equation ya kwanza ambaye Yesu Mungu anabaki akiwa anamtafuta mwanadamu. Katika kumtafuta in search of this creature ambayo ni mwanadamu, tunapata equation ya pili Yesu anapokuja anaingia katika majaribu, ndo Injili ya leo. Katika majaribu yeye atendi dhambi kama Adamu tunavyoona, anasimama imara, anaishinda dhambi, na baada ya kushinda dhambi anatuletea uzima wa milele. Kwa hiyo majaribu amejaribiwa kama mwanadamu, lakini hakutenda dhambi. Tunasoma katika Waebrania sura ya 4 aya ya 15. Lakini pia tumeona comparison nyingine wakimfananisha katika Mathayo, akiwa anamfananisha Yesu na Musa mpya. Kama hii equation ya kwanza ilikuwa inamfananisha Yesu kama Adamu mpya ambayo ni huyu ni Paulo, lakini Mathayo anamfananisha Yesu kama Adamu mpya. Ndio maana tunaona kuna jangwa huku kwa Yesu, jangwa kwa Musa. Tunaona milima Sinai na Yesu anapelekwa kilimani, lakini tumeona miaka 40 au siku 40. Musa anakaa 40 katika mlima akifunga ili aweze kupokea amri za Mungu, lakini Yesu anafunga siku 40 na safari ya ukombozi miaka 40 kutoka Misri mpaka nchi ya ahadi. Lakini Yesu anatupa ukombozi wa uzima wa milele. Lakini kuna mambo kama mkate na mana. Mkate anajaribiwa Yesu, lakini hao walipewa mana, lakini Yesu mkate huo atautumia katika kutukomboa sisi. Lakini tukiangalia katika vyote ni kwamba pale mwanadamu aliposhindwa kama Adamu, Musa au wana wa Israeli, Yesu ameshinda. Where there is a failure or fall of human being, in Jesus there is triumph. Kwa hiyo twende, kishawishi maana yake ni nini? Nini maana ya majaribu? Majaribu ni mvuto au msukumo wa ndani au nje yetu kutenda kinyume na amri au mapenzi ya Mungu, au kutenda kinyume cha amri za kanisa. Kwa maana nyingine, kutenda kinyume cha wajibu wetu ambao ni kumpenda Mungu na kumpenda mwanadamu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona kuna kutoka nje, kishawishi au majaribu kutoka nje. Hapa ni maovu, ni muovu au shetani mwenyewe. Kama tulivyoona, shetani anamjaribu mwanadamu wa kwanza kutoka nje. Adamu na Eva walikuwa innocent, vile vile na Ayubu anajaribiwa kutoka nje, vile vile na Yesu anajaribiwa na shetani kutoka nje. Na hii Petro anatuandikia katika barua yake kwa watu wote, barua ya kwanza sura ya 5 aya 9 mpaka ya aya 8 mpaka ya 9. Anasema muwe macho, kesheni, maana adui yenu Ibilisi au shetani huzunguka kama simba angurumaya akitafuta mawindo. Muwe imara katika imani,
na kumpinga, mkijua kwamba ndugu zenu pote duniani wanapatwa na mateso hayo hayo. Kwa hiyo Yesu amejaribiwa, amempinga, amesimama katika imani, na Petro anajaribu kutuonyesha kwamba shetani yupo. Leo labda ni mazingira. Kama hao walimuona shetani kama nyoka, sisi nyoka wetu, shetani wetu ni nani sasa hivi? Je, ni kubaki katika mitandao ya kijamii? Je, ni starehe zisizo na mipaka? Je, ni mamlaka? Je, ni washerati? Kwa hiyo shetani yupo around katika mazingira tofauti, katika vitu. Hatutegemei kumuona shetani kama shetani hivi. Shetani yupo katika maisha yetu ya kawaida. Jambo jingine, anaweza kutoka kwa watu wabaya tunaoandamana nao. Kuna msemo maarufu unasema, nionyeshe rafiki yako nikuambie tabia yako. Show me your friend, I will tell you who you are. Kwa nini? Ukiambatana na mwizi utaanza kudevelop tabia za wezi. Ukiambatana na wambea, watu wa suta watu wa kujadili watu, obviously utadevelop hiyo tabia. Ukiwa na urafiki na washerati na watu ambao wana tabia hizo mbaya, utadevelop hizo tabia. Kama ni una side na wanyang'anyi, watu wa dhuluma, obviously company yako. Lakini kama una side na watu wema, unajenga urafiki na watu wema, obviously utakuwa na tabia njema. Lakini jambo la tatu ni hii ya kutoka ndani. Mr. Nice aliwahi kuimba kwamba kikulacho kumbe kinguoni mwako. Hii inatoka kwetu ndani, na hii ni madhara au matokeo ya anguko la kwanza ambalo tumeliona katika somo la kwanza la baba zetu wa kwanza Adam na Eva. Walipoanguka katika dhambi, mwanadamu ana mwelekeo daima wa kutenda dhambi. Moto wa ndani unaotusukuma siku zote kutenda dhambi, maelekeo ya dhambi. Warumi sura ya 7 Paulo ameandika hasa aya ya 18, anasema kile ninachokipenda sikitendi, ila najikuta kila ambacho sikipendi ndo natenda. Na Wagalatia sura ya 5 aya ya 17 anaeleza hivyo hivyo jinsi mwili na roho zinavyoshindana. Nini majaribu ya Yesu katika maisha yetu? Ndo wazo la pili, nafasi yake. Jaribu la kwanza ni taji la mwili, ni jaribu la kimwili, kwamba tumeambiwa baada ya kuwa amefunga, ana njaa, shetani anamtokea, anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate. Na Yesu anatoa jibu zuri, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno. Neno la Mungu ndo nguzo ya kumshinda shetani. Na ndio maana tunaona katika majaribu yote haya matatu, Yesu anamshinda shetani kwa neno. Kwa hiyo neno la Mungu ni silaha. Ni mwaliko leo katika kusoma neno la Mungu, na ndio maana sisi wana Emmaus tumejiwekea kwenye Kwaresima hii tusome neno la Mungu liweze kuwa nguvu na msingi wa kushinda dhambi na kuimarisha imani yetu na mahusiano yetu na Mungu. Hii ndiyo kodi ya shetani kubwa sana anayotumia, mahitaji ya mwili wetu. Hata Adam na Eva wamejaribiwa kutumia tunda, njaa. Hapa mali pia. Kila mtu anapambana katika maisha, hawe na maisha mazuri, hawe na chakula, hawe na afya njema. Wewe leo hii shetani, mimi leo hii shetani kwangu akija, atatumia njaa gani? Je, ni chupa ya bia? Je, ni mavazi mazuri? Je, ni starehe? Je, ni kukesha katika mitandao ya kijamii? Je, ni films ambazo hata pengine hazipendezi, haziendani na maadili yetu ya Kikatoliki? Je, ni sketi na suruali zinazopita mbele zetu? Tunaitwa kuutesa mwili katika kipindi cha Kwaresima, sio kwa nia mbaya, kuvinyima vile vitu ambavyo ni haki yake, vile vitamu vyake, ili tuweze kujenga discipline, kujenga adabu ya kuimarisha mwili wetu kiroho, kuweza kushinda majaribu. Na mmojawapo ni huko kufunga baadhi ya vitu. Swala jingine ni utii. Jaribu la pili lilikuwa ni utii. Anamwambia kwamba kama alimpandisha juu ya kilima, kama ni mwana wa Mungu, luka, dondoka chini, maana imeandikwa utakuwekea malaika wake wakulinde. Lakini Yesu anamshinda kwa kusemaje? Kwamba imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Hapa ndugu zangu, pride, jeuli, sifa, kutafuta utukufu, kutafuta recognitions, kutafuta kutambulika, kutafuta kuwa maarufu kwa njia zozote zile. Swali la kujiuliza, natafuta umaarufu kwa ajili ya nini? Adam na Eva wenyewe ni kinyume na Yesu. Yesu anakuwa mtii, lakini hawa walikosa utii. Hata malaika, shetani ni zao la kukosa utii. Kwa hiyo unapokosa utii, wewe ni mwana wa shetani. Yesu tunaona siku zote
amekuwa mnyenyekevu na mtii kwa kumfuata baba yake anataka nini. Na ndio maana tunaambiwa kwamba Willy Branham alisema kwamba wazazi wetu wa kwanza walitaka kuwa Mungu bila uwepo wa Mungu. Walitaka kuwa kama Mungu. Shetani ndio watakuwa kama Mungu lakini kwa kumtumia shetani. Ni sawa na mtu ambaye anapambana na wale watu ambao tumejishika katika imani kwa kutumia uchawi, ushirikina. Unataka kupambana na Mungu kwa kutumia ushirikina, kutumia njia za kishetani, utashinda hata siku moja. Tusiteteleke ambao tumeamua kumtegemea Mungu. Kama umeamua kumtii Mungu, tubaki katika kumtii Mungu na tutashinda. Utii, ndugu zangu. Hii hata kwetu watu wa kanisani, mapadri, watawa, tunaweka hii ahadi ya utii kwa maaskofu, lakini nadhiri kwa Mungu. Hii kabla hujavunja jaribu la kwanza na ile la tatu la mamlaka na nini, lazima utaanza na hii utii. Kabla hujatoroka, kabla hujavunja kiapo cha ndoa, lazima utakosa utii kwa mume wako, utii kwa mke wako. Utii. Na unyenyekevu ndo mama wa fadhila zote. Kwa hiyo ukiwa na dharau, ukiwa na jeuri, wewe tayari umemfungulia Mungu shetani. Kuwa na adabu kwa Mungu, kuwa na adabu kwa watu wote, heshimu watu wakubwa, fuata miiko na miongozo, fuata sheria. Basi katika utii unashinda majaribu mengi sana. Utavunja amri ya Mungu, utavunja amri za jamii. Jaribu la tatu ilikuwa ni mamlaka, power. Anapandishwa na kuonyeshwa fahari zote, lakini kwa shauri moja, akikosa kumwabudu Mungu na akamwabudu shetani. Anamjibu, imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako peke yake. Ndugu zangu, watu tunapenda mamlaka, watu tunapenda uongozi, watu tunapenda utawala. Swali la kujiuliza, kwa ajili ya nini? Natafuta mamlaka kwa ajili ya nini? Mbaya zaidi, wengine kwa sababu ya ubinafsi wetu, kwa ajili ya kutaka utajiri, kwa ajili ya kutaka tuwe masharifu, kwa ajili ya kutaka tuwe mapendeje, kwa ajili ya kutaka nguvu ya kuwatesa watu. Ngine mamlaka yanatufanya tuanze kutesa watu, kumuona mtu sio mtu, kumtumia kama instrument ya kufikia malengo yetu. Tunawatesa, tunawazaririsha, tunawachafua, lengo tukitafuta mamlaka. Yesu ametupa mfano mmoja, akasema, ukitaka kuwa mkubwa, wewe tumikia. Na ndio maana akawaosha wanafunzi wake miguu. Lakini ni kinyume sasa hivi. Watu tunawapotezana, watu tunawapoteza, tunawadhalilisha, watu tunachafuana kwenye maofisi yetu ili tutafute mamlaka, tuwe juu. Tupo tayari kuwapoteza watu maisha yako, tupo tayari kuwachafua. Lengo tunatafuta mamlaka. Na mamlaka ukishayapata, ndio utaanza hizi kutumia njia ambazo sio sahihi za kuwatesa watu, za kuwakandamiza, za kuwadhalilisha, za kuwapoteza, za kuwafungia milango yao ya riziki. Na ndo hili hapa. Lakini Yesu anamalizia kwamba nenda zako shetani. Na hii ndo tunavyoitwa tushinde hivi vitu vya majaribu haya matatu kwa kusema nenda mbali shetani. Wazo la tatu au la nne ilikuwa ni kwa nini tujaribiwe. Zipo sababu tatu. Zipo nyingi lakini mimi nimeangalia tatu. Cha kwanza, kudhibitisha upendo wetu kwa Mungu. Ayubu alijaribiwa ili kuonyesha kwamba yeye ana imani kwa Mungu. Anamwambia shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu anavyoniamini. Lakini Ayubu anashinda kishawishi. Waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza ya 6 mpaka ya 7 inasema hivi: furahini kuhusu jambo hilo, ijapokuwa kwa sasa, kwa kitambo kidogo, itawabidi kuhuzunika kwa sababu ya majaribio mbalimbali mnayoteseka, majaribio ambayo shabaha yake ni kudhibitisha imani yenu. Hata dhahabu jaribiwa, lakini kadhalika imani yenu ni kuu kuliko hiyo dhahabu inayojaribiwa, ina thamani kuliko dhahabu, ili ipate kuwa imani yenu iweze kupata uthabiti. Kwa hiyo ni kwa ajili ya imani yetu. Swala la pili ni kwa ajili ya kukiri kuwa sisi tu dhaifu. Upo uhusiano mkubwa kati ya kuanguka kwa Yesu mara 3 katika njia ya msalaba na majaribu matatu haya ya Yesu. Lakini pia kukana kwa Mtume Petro mara 3. Unamjua huyu, simjui. Kwa hiyo kuanguka kwa Yesu sio kwa sababu yeye alikuwa dhaifu. Alitaka tuonyeshe hata tukisimama katika imani,
tunaweza tukaanguka. Sisi binadamu ni dhaifu. Ndio maana ametuambia katika Mathayo sura ya 26 aya 41 kwamba tukeshe tusije tukaanguka katika majaribu, maana roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Na waraka wa mtume Paulo kwa Korinto, waraka wa kwanza sura ya 10:12 inaonyesha hivyo. Anatuambia Paulo, anayedhani amesimama imara ajihadhari asianguke. Majaribu tuliyokwisha pata yapo, lakini ni kweli tunayo majaribu, lakini sisi ambao tunasema kwamba tumesimama tuangalie tusije tukaanguka. Na ametuandikia pia the same katika waraka wake kwa barua kwa Wagalatia. Lakini sababu nyingine ni kwa ajili ya kuimarisha imani zetu. Sehemu ambayo tumesoma ya Petro, ukiendelea anasema hivi kwamba tukishajaribiwa na tukaona udhabiti wetu, hapo tutapokea sifa na utukufu na heshima siku ile Yesu Kristo atakapofunuliwa. Tunaangalia Ayubu alivyojaribiwa, aliweza kuonyesha udhabiti na akaja kuinuliwa. Kwa hiyo tunaimarishwa ili tuweze kuimarishwa zaidi. Na ndio maana Paulo amesema atajivunia katika udhaifu wake, katika udhaifu ndo kulipo na nguvu. Huko ndo tunapata tuzo. Yakobo pia ametuandikia katika barua yake sura ya 1 aya ya 2 mpaka ya 3. Anasema, ndugu zangu, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwani mwajua kwamba imani yenu ikisha stahimili itawapatieni uvumilivu. Kwa hiyo tunapojaribiwa tunaimarishwa imani zaidi. Tuangalie mfano sasa hivi tupo tunatafakari kama wana Emmaus katika hiki kipindi kuhusu Yusufu alivyojaribiwa na ndugu zake mpaka kupelekwa Misri, lakini anakuja anainuliwa baada ya kubaki imara. Jambo la mwisho ni tutawezaje kushinda majaribu kwa haraka tu. Jambo la kwanza, baki katika imani, tambua nguvu yako ni Mungu. Baki katika sala, mtegemee Mungu, mkumbatie Mungu, muombe Mungu msaada. Ubaki katika sala, katika kukesha na kusali zaidi ili tuweze kushinda majaribu. Ujikabidhi kwa Mungu na mtegemee Mungu kwa msaada wako. Jambo jingine ni kwamba kubali kuwa majaribu yapo, lakini yako chini ya uwezo wetu. Barua kwa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10:13 natuambia hatutajaribiwa kupita uwezo wetu. Kwa hiyo shetani hatakaa tushurutishe daima. Nafasi yetu ya kuamua kufanya kulingana na majaribu tunayo sisi katika utashi wetu na maamuzi yetu na akili zetu. Jambo la 3, jaribu sio dhambi. Jaribu sio dhambi, ila ni mwelekeo wa dhambi. Kwa hiyo ili tuweze kushinda lazima tusimame njia kuu na njia iliyo sahihi, iliyo salama. Tuseme, tupinge. Yesu ametupa nenda mbali shetani. Mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa hiyo we should not entertain, hatupaswi kutolerate au kuendekeza mielekeo ya dhambi. Umeona rafiki yako ana mielekeo ya ulevi kila muda, ajali familia, anatapanya pesa sana, anatafuta labda anasa zisizofaa kwenye ngono, kwenye pornography, kwenye mali za dhuluma. Sisi hatupaswi kuentertain. Unakuta kwenye simu, labda siku hizi simu hizi zimekuwa chanzo cha kuwa majaribu ya kuharibu familia. Kuta unachati na mtu anaanza kukuletea lugha ambazo ni za kujilegeza, lugha ambazo ni za mielekeo ya dhambi. Sikana kama neno la Yesu, kwenda mbali na mishetani.